Ni ukweli usiopingika, maisha yetu 100% ni ya kiroho. Sawa sawa? Maisha yetu 100% ni ya nini? Ni ya kiroho. Kwa kuwa maisha yetu 100% ni ya kiroho, chochote alichofungamanishwa nacho mtu asili yake ni ya kiroho. Elewa? Kwa hiyo ninapozungumza kwa habari ya nguvu ya mwanamke kiroho, maana yake ni uweza aliyopewa mwanamke kiroho ili atawale. Kwa hiyo ninaposema nguvu ya mwanamke kiroho, maana yake ni uweza aliyopewa mwanamke ili atawale, ili aishi kwa usalama, ili atimize kusudi alilopewa na Bwana. Maumbile ya kiumbe chochote yanatokana na kusudi la aliyekiumba kiumbe hicho. Hata kufanana kwake hicho kiumbe. Leo tunazungumza kuna mwanaume, ni tafasiri ya wazi, muonekano wa mwanamke na mwanaume ni matokeo la kusudi lililofungamanishwa na kuumbwa kwake. Manake nini? Kila kiumbe unachokiona kipo hapa duniani kimedizainiwa kwa kusudi maalum. Hata mwanaume unayemwona amedizainiwa, ametengenezwa, ameumbwa, akaachiliwa kuja huku duniani kwa sababu liko kusudi la yeye kuumbwa na kifua kimpana hivyo, liko kusudi la yeye kuumbwa na misuli mikubwa hivyo, liko kusudi la yeye kuumbwa katika muonekano huo, liko kusudi. Haukuumbwa hivyo kwa bahati mbaya. Nisaidie kumwambia mwenzako, hauko hivyo kwa bahati mbaya. Kusudi la kuumbwa kiumbe chochote haliko kwa kiumbe chenyewe, bali liko kwa aliyekiumba kiumbe hicho, Mungu. Kuna mtu ananielewa? Maana yake wewe ulivyo hauko hivyo kwa sababu ya wewe. Ndani ya wewe kuwa hivyo liko kusudi ambalo Mungu alilidesign, na ndiyo maana uko hivyo. Kutokujua kusudi la kiumbe kilichoumbwa ni unaweza ukatumia vibaya matumizi ya hicho kiumbe. Kutokujua